ni namba timilifu, namba 7. Kwa mama huyu baada ya kuponywa hakumwacha Yesu, alikuwa na msimamo mzuri wa kimani. Na ukisoma vizuri maandiko matakatifu na sehemu wakina mama wanamsaidia Yesu kwa kutumia mali zao. Kwa huyu mama basi alishapata, alikuwa na pepo, lakini baada ya kuponywa na Yesu akapata nguvu. Na ndio maana hata leo ili nguvu ya Yesu aliitunza. Ile nguvu ya Yesu ya kuponywa tu. Ndio maana leo bado na mama mwingine leo asikiki. Yeye peke yake anaenda kaburini. Bado giza. Anakuta jiwe limeondolewa. Mama nini? Ametoka mbio, anaenda kwa mitume. Na anaenda kwa Petro. Swali la kujiuliza, kwa nini anaenda kwa Petro? Na kusikiwa kina Toma, wakina nani wengine? Kwa nini kwa Petro? Kwa sababu yeye ndio harakia. Petro ndio kiongozi mkubwa. Anajua kwamba niende kwa mchungaji mkuu ambaye ni Petro. Lakini pia wameondoka na Yohane. Ukumbuke pia nguvu ya Yohane. Yohane alikuwa na msimamo toka mwanzoni. Imani Yohane hakuyumba. Imani. Ukimwangalia Petro alimkana Yesu. Lakini huyu Yohane alipendwa na Yesu. Alipendwa na Yesu. Lakini sababu kwa nini alipendwa? Kwa sababu alikuwa mtiifu. Alipendwa na Yesu. Lakini Yohane wala hakukengeuka pengine na kwa dharau mitume wenzake. Mimi napendwa na Yesu. Na kule mlimani Yohane alienda kuimarishwa katika mapendo. Na leo basi mama huyu anaenda kutoa taarifa kwa Petro, mchungaji mkuu wa kanisa. Na wanaenda wote kaburini na wanashuhudia ufufuko. Wanashuhudia ufufuko kwamba Bwana amefufuka kweli kweli. Na Petro amesema kwamba aliwakaamini isipokuwa bado alikuwa hawafahamu andiko. Hawafahamu andiko. Kumbe siku ya leo tunamuona kwamba Maria Magdalena Pasaka yake ilianza na pepo. Mateso yake ilikuwa ni pepo, Pasaka yake ilianza na pepo. Lakini baadaye akaponywa. Akawa na nguvu. Akawa na neema za Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio Pasaka. Hiyo ndio Pasaka. Ushindi. Ushindi dhidi ya mateso ndio Pasaka. Ushindi dhidi ya mateso ndio Pasaka. Na leo Yesu ameshinda dhambi na mauti. Yesu ameshinda dhambi na mauti. Tunaambiwa shetani kwako na kwangu ana nguvu mbili. Nguvu ya kwanza ni nguvu ya kukufanya utende dhambi. Na nguvu ya pili ya shetani ni dhambi, ni nguvu ya kutenda wewe ufe. Ufe kiroho au pengine kiroho hata kimwili. Lakini Yesu amefufuka, ameshinda dhambi hiyo iliyosababishwa na shetani, ameshinda kifo iliyosababishwa na shetani. Mwanadamu yuko ameshashinda dhambi na mauti. Sasa sisi wenyewe tunaalikwa, Pasaka yetu ni maisha ya kujitambua. Pasaka ni maisha ya kujitambua. Sasa tujiulize, je, ni kweli kila mmoja anajitambua? Ni kweli kila mmoja anajitambua? Jana nilikuja hapa kuunganisha. Lakini basi ndikana kuuliza, Pasaka ni maisha ya kujitambua. Mbona jana wengine hawajaje kuungama? Kwa nini jana wengine hawajaje kuungama? Kwa sababu sengine Pasaka hatuelewi. Hatuelewi Pasaka. Baadhi yetu tunafikiri Pasaka ni kula. Kula na kunywa.
Na ndio maana pengine mtu kama kanisani niende tu nisali, nishaandaa kule vitu vya kunukia vizuri. Sasa hiyo ndio nafikiri Pasaka, kumbe ni kula au kuvaa vizuri. Ndio sijaona mtu aliye mavazi yote ya kawaida. Sijaona mavazi ya kipekee. Naomba kama kuna mtu aliyevaa mavazi ya kipekee asimame tu tumshangilie. Mimi sijaona mavazi ya kipekee. Ya kawaida tu. Leo nikifikiri labda mmoja anakuja hata siaona hata watu wakishangaa. Wengine wale ambao Pasaka wamejiandaa vizuri, nguo nzuri, viatu vile virefu, lazima wanachelewaga hata kuja kanisani. Ili basi anapotembea nani? Nafahamu ni kawaida yake. Ni kawaida. Nimekuja kawaida. Lakini kwa nini jana tufunga baadhi yetu? Hatuna dhambi. Lakini tusiongelee pengine tulienda kuungama ndoa, tulikuwa mjini tukaungama, hatujui. Ile sengine maungamo ni siri ya mtu. Nisikana ya wana padre alikuja hapa mkitaa. Nikasema niende nikasali niungame. Jana asilimia kubwa walikuwa ni wanakwaya walioungama. Namshukuru wanakwaya wangu mliungama wengi. Najua mara nyingi wanakwaya sijui hawaungami. Yaani wanakwaya yani sijui baadhi ya kwaya tofauti kwaya ya kweli tofauti sana. Wanakwaya mara nyingi mimi sionaga hawaungami. Sasa ungami unajirisha nini? Tunashukuru wanakwaya. Naomba tuwashangilie wanakwaya. Yaani mwanakwaya ambaye haungami alafu ni anaimba unaangamiza taifa lako. Sasa unapoungama na kuimba unajirisha vizuri. Unajirisha vizuri. Wana hakika kwamba inawezekana Pasaka ni maisha kujitambua kwamba kila mmoja ana Pasaka yake. Kila mmoja ana Pasaka yake. Mwanandoa. Pasaka yako ni unapotimiza wajibu wako, ndio Pasaka yako, mateso yako kwenye ndoa, sawa Sasa unakwepa ndoa yako, mateso kwenye ndoa unakimbia. Maana yake umekimbia nini? Una Pasaka hapo. Una Pasaka. Pasaka inaanza hapo kwenye ndoa. Ulipofunga ndoa. Kuna changamoto. Mwanzoni mlikuwa mnapendana, mnaheshimiana, na ndio shida ya ndoa. Wakati mko kwenye maandalizi ya ndoa, yaani nyuso zinang'aa sawa. Mko kwenye maandalizi ya ndoa. Kwanza hata tukama, naonaga ukija kwa parokiani. Yaani wako karibu tu. Wako yaani karibu tena wanashikana mkono hivi. Wangapi sasa hivi mnaoshikana mkono? Utasikia. Kadi anapita twende au twende hapo. Sasa hivi hata wakati mnakuja kanisani, sijui kama mnakuja pamoja. Hapo ndio kitu kizuri. Nilienda sehemu fulani. Nafikiri kwa ni ndoa hiyo. Amempakata mwenzake siku ya kafakata hapa na Dariana. Lakini baadaye nimeona ndoa kama imevunjika. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Namshukuru huyo aliweka ukutani pale. Unajua hizi picha mzee wetu umesanduku. Hizo picha weka ukutani. Siku mkigombana, baba fulani angalia picha hii. Ili aogope. Aogope.